pathway ya ngwira kwenda ndene yo turo bwawe na utukuboru ari tuketha tukiaraniria kinya na munini wa governor ndene ya county ya Meru wakili Linda Kiome atutaririe mubango yuni nontureti ni thirikari ya county ya Meru nontu ni milestone ya thirikari ya county ya Meru rungura governor Mutuma Ntwethingie so ni kwenda kweana kanya kambere kiri munini wa governor ithreto watu wenia na ithreto tumikia thirikari ya county kuthira banganitie rwarero. Karibu sana munini wa governor kana deputy governor ututaririe ni tumitore yao ni nontu county banganite mubango uyo mwanya nontu tutirona county ingi bangite mubango uyo. Karibu sana tiji. Ibwega sana anjokie kanyaka gugukaribisha muciari muritwa na mwarimu baria bakuona gipindi giki gitayaricitwe na mubango jwa His Excellency Governor wetu Reverend Isaac Mutuma Ntwethingie uria wonete ana ba Meru County bena bata na kithomo kiao gikethira kina bata ndene ya kuchokia investment ndene ya county yetu na governor wetu ona kwina bata muno atwetere mutaalamu wa mathomo wa kweja kueleithia aritwa arimu na aciari uria bakomba gutara subjects kana career path iria ikabatetheria au mberene kwithira bari antu baria bakendikwa kumba gwita ngugi ciao au mbere so inkubu gwata ugeni wethera bukimenya gipindi giki kireti nontu governor wetu nendete twana muno na nakuona agwate aciari na arimu ndene county iji mbaru ikenda bomba gutetheria ana bao nikio nontu onete kwina maana muno kureta mutaalamu uju igitariria na arua ikenda bomba igutetheka ndene mubango juju. Ibwega sana. Thank you very much DG no tubukona kanya kuya at least kwenlaitania ya Meru itumikia mubango yuru nguru wa thirikari ya county na mutegeri wona deputy governor atina batu au tepati rwarero endi nguya we specific yokari kuyotoni itumikia thirikari ya county kwithira ina mubango yu muno kiri kwenlaitania ciari aritwa amona rimura mutaratara wa CB so tukuboru aritwa focus cream ya selection kana utaribo subjects kiri ana barabara grade 9 kaiteneka na tukuboru ari we continue the discussion na one of our experts mugo kama wakanyethira wengu akibidhi introduction yewe lakini mbere ntathi introduction ndina colleague rimwe kanye kinyawe ethire haikethania na kinya kuwa kinyawe vitu mitatu ethira turiana onto we are here on the same mission. Dennis, thank you so much Edu na kinyancho kiri deputy governor kanya nonto kana nkatho cia mwanya nonto bakwethira rena tu na kinya thirikari on the county ya Meru otora bori kia gutarirwa ntukwena arua turendene gichunche getu kebiri kia kuthunja na kumenya mantu jege mubango jo mwaro jo kithomo jo CBE ogo muciari mwarimu na nguruki ana bonde muthia jo mubango jo tu ingwitikio kethirwa ukujukia gantu karaka ga gutethia nikenda tukire kithomo ndene county ya Meru na kinya ndene ya nthiguru yonthe ya Kenya. Woni beta Dennis Mutuma Muthomi, karibu sana kire mubango. Asante Dennis. Now we focus kiri bwana Mugo. Naomba ujitambulishe na kwanza kabisa niliuliza jana venye ulipata kujua utaalamu wa maneno na CBE so nafasi ni yako. Asante sana, nashukuru sana bwana Edu na Dennis. Pia ningependa kumshukuru gavana wa county ya Meru Isaac Mutwethingie na pia deputy governor tuliye naye ndani ya studio usiku wa leo. Kama vile ulivyouliza nilijuaje haya maneno ya CBE. Wakati serikali iliamua kubadilisha kutoka mfumo wa 844 mpaka mfumo sasa wa CBC, walichukua wataalam ambapo waliitwa, wakati ule tulikuwa na nyumba inaitwa KIA, saa hizi inaitwa Kenya Institute of Curriculum Development, that is KICD. Na tulipofika pale, waziri aliyekuwa pale wakati ule alikuwa Dr. Fred Matiang'i. Alipotueleza wana nia ya kubadilisha, nilikuwa wa kwanza kumuuliza tunabadilisha kwa nini na tunabadilisha tuelekee wapi. Na hivyo mambo mengi yalitendeka, tukaketi, watu wengi sana wakaketi, ikawa inaendeleza. Kwa hivyo kutoka mwanzo
CBC ilipoanza nilikuwa pale, nimeendelea nayo. Kwa hivyo nimeweza kuelewa hata inanuia kufanya nini na kufikisha watoto mpaka wapi. Nimekuwa nayo kama mwalimu wa darasa. Mimi ni mwalimu. Nimekuwa nao mwalimu wa darasa, nimeisoma, nimeifunza, na kwa hivyo ninaielewa inside out. Mtu anaweza jiuliza, kuna wale wanaweza kuwa waamini Mugo anajua ama ako na utaalamu. Umekuwa katika hii sekta na utaalamu wa miaka mingapi labda? Kwa CBC nimekuwa tangia ilipoanza mwaka wa 2017. Nimehudhuria warsha nyingi sana za mafunzo, ikawa pia nikahitimu kuwa mmoja wanaofunza. Lakini katika utaalamu wa elimu naweza kaa pengine mchanga, lakini mara yangu ya kwanza nilifunza secondary mwaka wa 1997. 1997 ndio nilikuwa mwalimu wa secondary. Nikaendelea mpaka hapa nilipo. Nikaenda nikiongeza masomo kidogo kidogo mpaka sasa nikafikia mahali nilipo. Kwa hivyo kwa utaalamu wa elimu nimekuwa nayo. Pia mimi nimehudhuria katika mafunzo ya mitihani ya kitaifa kwa Kenya National Examination Council. Pia mimi ni mwandishi wa vitabu na pia mimi ni mtahini. Ujuzi ninao, nimefunza watoto, nimejumuika na walimu, nimetembea Kenya mzima nikifanya haya maneno, nikifunza watoto na walimu na wazazi. Kwa sababu ya muda sasa, Bwana Mugo, kuna mahali tuliachia usiku. So kwa muktasari tu ndio tuingie sasa mahali tulianza. Kwa muktasari tu yale tulizungumza jana, ndio sasa tuingie kwa mambo na selection. Kwa muktasari tu. Jana tulijifunza mambo ya CBE, kutoka CBC kuingia CBE, tukajifunza pathways ni nini, tukazitaja, tukaingia ndani ya pathways tukapata kuna tracks, na kwa muktasari tukasema ni pathways 3 lakini ni tracks 7. Ndani ya hizo tracks 7 ziko na subjects 41 ambazo zinaelekeza mtoto kwa careers tofauti tofauti 365 different careers. Pia tukiingia kwa subject sasa, tukaona zimegawanyishwa katika zimewekwa katika vikundi vitatu 571 different subjects combinations. Na kwa hivyo la muhimu sasa, kwa sababu jana tulijifunza mambo ya pathways na tukajifunza tracks, nataka tuingie kwa selection, ndio tena tuone placement, na ndio tuweze kuelekeza wanafunzi na walimu na wazazi ambao wanatutazama. Kwanza tuelewe selection ni nini. Tuseme selection ni kuchagua. Mtoto aliye grade 9 anahitajika kuchagua vitu kadhaa ambazo tutaziongea usiku wa leo. Jambo la kwanza, mtoto lazima achague pathways. Kati ya zile pathways 3, mtoto lazima achague moja. Alafu aingie kwa hiyo pathway, achague track. Mtoto anaweza chagua track moja ama 2. Akishachagua yale, inahitajika achague subject, tunaziita learning areas ama subjects 3 mara 3. Not 9 per se, kwa sababu wanafaa kuzichagua pamoja. Hafai kuchagua moja. Kuna KICD wameweka hizo subjects katika vikundi. Kwa kila pathway
ndani yake kuna track. Kwa hizo track, kila track iko na subject combinations tofauti tofauti tofauti, na zimewekwa 3 3 3. Kwa hivyo mtoto anachagua set 3, ambayo kwa kila set kuna subjects 3. Kwa hivyo ni 3 3 mara 3. Akishamaliza kuchagua zile, atachagua shule. Kwa kila set atachagua shule. Na kwa hivyo ningependa kwanza tuangalie ndio mtoto achague set fulani ni nini na nini anahitajika kujua kwanza. Ndio mtoto asichague kwanza venye hawajui. Na leo mchana nimefika shule fulani na nikapata kuna vile watoto hawakuwa wameelewa wanafaa kuchagua ikiwa pamoja, si subject moja moja. Lakini nilipata watoto wanaenda kwa timetable, anaangalia kuna subject tofauti tofauti, anachukua 3. Haifai kuwa vile. Inafaa kuna mwongozo uliotolewa na KICD na in collaboration with the ministry. Na kwa hizo kuna subject 3 zimewekwa pamoja. Kwa hizo subjects 3 ndio anafaa achague. Akimaliza achague la pili subjects zingine 3, alafu achague za 3 pia. Kwa hivyo ni 3 sets of 3 subjects each. Si subject moja moja. Sasa mtu ajiulize, umeongea mambo ya pathway moja ama mbili. Naomba utufafanulie hapa. Pathway mbili inamaanisha ni career mbili tofauti ama ni moja in one? Okay. Kwanza jana tuliongea kuhusu pathways. Na tukasema mtoto anafaa kuingia kwanza kwa pathway. Achague kama ni STEM ama ni social sciences ama ni arts and sports. Nipeane mfano na STEM. Kwa STEM kuna tracks 3 vile tulisema. Kuna pure sciences, kuna applied sciences na kuna technical studies. Tukiingia kwa pure sciences, kuna tofauti tofauti na 3. Kwa mfano, kuna mtoto anataka kusomea nini, na hapo ndio ninataka tujiulize. Kabla mtoto achague, anafaa kujua nini? Na haya ndio ninataka tueleze, ndio tuweze kuelekeza mtoto. La kwanza, niseme wazi, mtoto achague pathway moja. Hafai kuchagua 2. Alafu achague track moja. My advice ni mtoto achague track moja, asichanganye track. Ingawa inakubalika kuchagua track 2, lakini mwishowe wakati wa kuchagua shule kuna vile ina challenges. Na ndio to avoid these challenges, my advice ni ikiwezekana mtoto achague track moja. Kwa hivyo tuseme kuna track hii ya pure sciences. Ni kina nani wanafaa kuwa pale? Iko na kazi nyingi sana ambazo mtoto anaweza fanya. Pale kwa pure sciences, kuna wenye wanataka kuwa madaktari, kama wanataka kuwa nurses, social workers. Kuna wale ambao wangependa kusomea mambo ya engineering, mambo ya computer, mambo ya electricity, yote iko pale kwa pure science. Pia utayapata kwa applied science na utayapata kwa technical studies. Mtoto anaweza taka kusomea computer na inapatikana kwa pure science, pia inapatikana kwa applied science na pia inapatikana kwa technical studies. Nirudi pale niulize mtoto, unafaa kujua nini unapochagua kabla hujachagua? Jambo la kwanza ni kitu tunaita interest. Mtoto mwenyewe anataka kuwa nani? Na jana nilisema tuachie mtoto achague area ambayo anapenda kabisa kulingana na uwezo wake.
Mzazi kazi yake ni kumwelekeza na kumfafanulia. Kwa hivyo tukuwe na mtoto anataka kuwa nini. Kuna wenye wanataka kuwa madaktari, lawyers, wengine pilots, wengine hizo kazi zote. Edu ni kushtue kidogo, hakuna mtoto anapendaga kusomea kosi ya chini. Lakini ziko. Na kuna wenye ambao watasomea. Kwa hivyo pia, jambo la pili analofaa kujua kabla hajachagua, on top ya kuwa nataka kuwa mtu fulani, anafaa ajue uwezo wake darasani. That is what we call performance, academic strength. Imefikia wapi? Kwa sababu, mtoto akitaka kuwa daktari, na pengine marks zake ziko chini kidogo, hata tukimchagulia ile, hatafanikiwa. Kwa hivyo anafaa ajue uwezo wangu umenifikisha wapi. Jambo la tatu mtoto anafaa kuzingatia na kujua ni personality yake. Anaweza tamani kuwa mtu fulani na anaweza marks zimwezeshe, lakini akiingia kwa ile field ashindwe kufanya alilolichagua. Kwa hivyo ni vizuri hata watoto wajue personality yao. Kwa mfano, mtoto ambaye anataka kuwa daktari na amepita kimarks, hiyo ni interest na performance. Kuna jambo la tatu la muhimu sana, personality yake. Huyu mtoto pengine anaogopa damu, anaogopa sindano, hawezi penda kuona mili za watu ama maiti. Kweli huyo mtoto anaweza kuwa daktari? Ni nini kimemtoa? Ni personality. Kwa hivyo mtoto ajielewe yeye mwenyewe ni nani. Nyinyi ni watu wa media. Mtoto anaweza tamani kukua kwa TV, akuwe anataka kukua media. Jambo la kwanza, hata akipita marks na anataka, hiyo ni performance na interest. Jambo la tatu hatujazingatia ni gani? Ni personality. Huyu mtoto pengine tuseme pengine kwa bahati mbaya ana stama kidogo, ana kigugumizi kidogo, hayuko courageous pia kuingia wakati kuna mambo pengine. Waelewe media si kukaa tu kwa TV, kuna kuingia kwa machafuko, kuna kuingia kwa hali zingine ambazo zinashtua. Huyo mtoto ataweza, hiyo ni personality. Kama mtoto na pengine ni wale watoto wanyamavu, tunawaita introverts, hapendi sana kukaa na watu, hajui kujitetea ama kujipigania, na anataka kuwa wakili. Kweli hata akipita ataweza? Personality imemtoa tena. Personality pia imemtoa. Kwa hivyo jambo la kwanza mtoto ajue yeye personality yake, ajue anataka kuwa nini, na pia akitaka anaweza kuwa na interest na personality inamwezesha, lakini pale kwa marks zinamtoa. Kwa hivyo hata akichagua atafanikiwa kweli? Hatafanikiwa. Tulisemaje jana? Kila mtoto kwa CBE ako na nafasi yake. Kwa hivyo jambo la nne mtoto anafaa kuzingatia ni gani? Ni nafasi yangu ni gani? Ni nini inanifaa zaidi kulingana na uwezo na personality na performance, ni nini kinanifaa? Mtoto akishajua yale, tukuje sasa ni pathway gani inamfaa. Si nimejua uwezo wangu? Yes. Na nimejua personality yangu, na nimejua nataka kuwa nini, naingia kwa pathway sasa. Ni pathway gani inaniruhusu kufanya ninayotaka? Nikiingia kwa ile pathway, nitaingia kwa track gani? Watoto waelewe yale. Tuingie sasa ndani. Mimi ninataka kuwa huyu, tuseme lawyer, nataka kuwa engineer, nataka kuwa pilot, nataka kuwa daktari, nataka kuwa huyu, na ama lolote chochote ambacho mtoto anachagua. Ajue sasa ni subject gani
ambazo zitanielekeza kwa yale. Kwa mfano, mtoto anataka kuwa daktari. Tulianza na yeye. Which are the main subjects, ama ni subject gani za muhimu sana katika udaktari? Jambo la kwanza ni biology. Unaweza taka kuwa daktari wa kusomea dawa, pharmacy, unahitaji chemistry. Pia unahitaji kompyuta, unahitaji hesabu. Kuna madaktari wa vyakula, nutritionists, unahitaji home science. Lakini hauchagui moja, unachagua 3 pamoja. Mwanafunzi anayetaka kuwa daktari, jambo la kwanza tunaweza mchagulia advanced maths, biology and chemistry. Hatujamaliza. Hiyo ni seti moja. Hiyo ni seti moja. Lakini hatujamaliza. Lazima tumuulize, kwa hii maths una perform aje? Alright. Kwa biology una perform aje? Kwa chemistry una perform aje? Huyo mwanafunzi aniambie, kwa nataka sana kuwa daktari, lakini kidogo hesabu inanilemea. Hatutamtupa, tutamuelekeza ni nini ingine unaweza fanya ikuelekeze kwa udaktari ambayo haina hesabu. Ni kitu tunaita kompyuta, inaweza kuwa Hesabu itolewe. Tunaweza mtolea hesabu, kwa sababu hesabu itamuelekeza tu kwa line fulani, lakini haimuelekezi kwa udaktari specifically. Si tumesema the main subject pale ni biology, Yes. na pia chemistry matters. Na mtoto akachagua biology, chemistry na computer, anaweza kuwa daktari. Huyo mtoto anaweza kuwa ametoka mahali computer haisomwi sana na bado analelewa na hesabu. Tutamchagulia nini? Tutamwambia chukua biology na chemistry na home science. Hiyo tunafaa mtoto ajue kwa profession fulani. Jambo la muhimu kabisa ni subject combination. Tumekuelewa. Hiyo ni seti ya kwanza. Hiyo ni seti ya kwanza. Ya pili? Ya pili, mtoto aelewe hafai kuchanganya pathways, kwa sababu kuna mtoto atakwambia mimi nataka kuwa daktari ama wakili. Lawyer iko wapi? Iko kwa social sciences. Udaktari uko wapi? STEM. Mtoto anaweza changanya? Hawezi changanya. Kama mzazi tutamwambia namna gani? Tuna compare kati ya udaktari na uwakili, gani inakuingia sana? Ni gani unapenda zaidi? Ni hii ama hii? Anaweza kuwa amechanganyikiwa, hajui. Sasa hapo ndio tutaenda tuone ni subject gani zinamuelekeza kwa uwakili. Anaweza fanya citizen history and citizenship. Hiyo ndio main. English literature is also very important, na pia computer, geography, CRE, hizo zote zinaweza muelekeza pale. Kwa hivyo tuchukue kwa mfano history and citizenship. Tuite tu history. Napenda sana kutumia ile watoto wanaelewa, inaitwa history and citizenship. Wacha tuite history. Alafu CRE na English literature. Tumuulize, una perform aje hizi? Na perform hivi, unazipenda? Mimi sipendi geography, sipendi hii, sipendi hii. Tunamwambia basi tuachane na uwakili kwanza, tukuchagulie hii mambo ya medicine. Kumbuka mara ya kwanza tulimchagulia nini? Maybe advanced maths, biology and chemistry. Tumweke set ya pili, tutamchagulia nini? Sasa huyo mwanafunzi tumemwelekeza kwa udaktari. Sasa tutamchagulia nini? Tutamchagulia maybe biology. Sasa tutoe maths pale, tumweke biology, chemistry, computer. Kama hataelewana sana na computer, tunaweza mwekea
biology, chemistry and home science. Those are pia zitamwelekeza pale. Kwa sababu kulingana na advice yangu, singependa watoto wapotee sana kutokana na their main interest na their strengths. Nataka niangalie mtoto anataka nini kabisa na ako strong wapi. Na nataka kuadvise wazazi wasichukue kila kitu. Kama vile nimekwambia, nimetangamana na watoto wengi sana. Napata mtoto anachagua maths, biology, chemistry, choice 2. Anachagua history, CRE, French. Unapata mwingine anachagua history, geography and Mandarin. Na hii Mandarin hajaielewa itamuelekeza wapi. Yani kwa hizo choices 3 ningeadvise wazazi zikaribiane. Kama mtoto anataka kuwa wakili kwa mfano, tumesema tumchagulie nini? History, CRE, literature. Tusije tukachagulia yule mtoto pengine geography, business, Mandarin. So unaona sasa imemtoa kwa mapenzi yake kwanza. Imemwelekeza tu kwa art. Kwa hivyo tumesema nini? Mtoto aelewe anataka nini, na jambo la pili ni subject gani ambazo zitamwelekeza pale. So udaktari tumemaliza. Kwa udaktari ni subject nyingi zinaweza mwelekeza, lakini nimesema main one ni biology, chemistry ama biology, maths. Kwa hivyo chochote kilicho na biology na chemistry ama biology na maths ama chemistry, biology zitamfaa. Daktari unahitaji set ngapi? Nataka kusema hivi. Mtoto anafaa kuchagua set 3. Na kila set iko na subject 3. Nafikiri hapo tumeelewana. Hapo tumeelewana kabisa. Advice sasa, mtoto asichague set 3 ambazo zimepoteana sana. Kupotea kutoka kwa nini? Kutoka kwa main interest ya mtoto. Yani mtoto asichukue kitu itamwelekeza kwa udaktari, ingine mwelekeze kwa ufundi, ingine mwelekeze kwa uwakili. Hiyo haitawezekana. Kwa sababu akija kuchagua shule itamsumbua. Tena sheria ni hawezi chagua pathways 2. Tuangalie yule mtoto tuone strength yake iko wapi. Kama iko kwa art subjects, geography, history, CRE, literature, tumwelekeze achague akiegemea strength yake. Tuseme kwa mfano, nikupe mfano mwingine, engineer. Mtoto anataka kuwa engineer. Anafaa kujua ni subject gani zitamwelekeza kwa engineering. Nazo ni gani? Ni major science subjects, kama anaweza fanya physics, anaweza fanya building construction, anaweza fanya electricity, anaweza fanya metalwork, anaweza fanya power mechanics. Kwa hivyo kama anataka kuwa engineer, tutamchagulia nini? Anataka kuwa civil engineer. Civil engineer wanahusiana na ujenzi na nini na nini. Kwa hivyo huyo tunaweza mpatia nini? Hesabu, that is maths, physics, building construction. Tunaweza mchagulia tena maths, physics, electricity. Tunaweza mchagulia metalwork, general science and physics. Zote zitamwelekeza kwa engineering. Lakini tusichukue yule mtoto ambaye anataka kuwa engineer, tumchagulie tena biology, chemistry, home science. Si tumemtoa ako kwa STEM, lakini tumemtoa kwa mapenzi yake, tumemwingisha line nyingine. Na ndio nina insist watoto waelekezwe, wajue subject combinations ambazo zitawaelekeza. Kwa mfano pia kuna watoto ambao wanataka kuwa pilots. Kwa subject combination kuna aviation. Aviation purely ndio inadeal na mambo ya ndege.
Lakini ukiingia kwa school selection unapata haina mashule, iko na mashule machache sana, na unapata hiyo aviation kwa ranks zinaitwa C1, C2, C3, C4. Kwa C2, C3 na C4 hakuna. Kwa hivyo mtoto akichagua ile inamwekea yellow, kumaanisha kuna gaps hajajaza. Kwa hivyo huyo mtoto ambaye anataka kuwa pilot, tutamwelekeza nini? Na pale kuna challenge, tutamwelekeza kwa subject zingine, alternative subjects ambazo zinaweza msaidia akuwe pilot. Kama gani? Mtoto akafanya physics na afanye geography na afanye computer, anaweza kuwa pilot? Yes, anaweza kuwa. Kwa hivyo wakikosa zile, tumwelekeze kwa alternative subject combination. Mtoto anataka kuwa mechanical engineer, hiyo ni nini? Of course lazima ikuwe na mechanics ama ikuwe na physics na ikuwe na hesabu na ama ikuwe na metalwork, ikuwe na old technology. Hizo zote zitamwelekeza. Kwa hivyo la muhimu ni mtoto aweze kujua ni subject gani zitanielekeza kwa kazi ninayotaka kufanya, na sio lazima aangalie pale ati mtoto anataka kukua captain wa meli, anaangalia marine and fisheries. Ni nini ingine inaweza mwelekeza kwa marine and fisheries? Na huyo mtoto akafanya agriculture na afanye biology, anaweza somea mambo ya fishery? Si inaweza mwelekeza? Na mtoto akafanya biology, agriculture na geography, sisi zitamwelekeza pale. Kwa hivyo hilo ndilo la muhimu. Dennis, naona kuna swali. Umezungumzia kuhusu ile mwalimu kuelekeza mwanafunzi, na nimeona ni kitu cha ndani sana. Pengine lazima mwalimu akuwe na kikao cha moja kwa moja na mwanafunzi, kila mwalimu na mwanafunzi mmoja, one on one sit down. Kitu kingine, kwa huu uchaguzi pengine tungependa kujua kama unafanyika na njia gani. Ni fomu wanaletewa pale shule, ni mitandao, ni kuna website, kuna portal, na kama ni lazima ufanyie pale kwa shule ama unaweza enda kwa mzazi wako mnaifungua hiyo portal, inafanyika na njia gani pia? Inafanyika kwa hizo njia zote ulizotaja. Iko kwa portal. Wanafungua selection.education.go.ke. Akifika pale atapata hiyo dashboard na iko na sehemu kadhaa. Ata click pathways. Akiclick pathways kama ni mwalimu, ata login credentials ama mambo ya shule. Afungue na details za shule ambazo zinapeanwa na sub-county directors of education. Shule ziko nazo. Mzazi hawezi access. Mzazi ata access. All right. Not for the school, lakini ata access ajue subject combination na ajue ni shule gani. Hata wewe ukifungua utaweza kuiona. Wakimaliza pale, shule zinatoa template ambayo kila mtoto anapewa. Akipewa iko na hizo sehemu zote, na ndio nikakwambia iko na mtoto aketi na mwalimu na mzazi wakiwa watatu, waelewe mtoto anataka kuwa nani. Sasa mwalimu amwelekeze ni subject gani ambazo zinakuelekeza kwa hii. Tulisema subject combination ni 571. Hizi 571 si zimegawanyishwa kwanza kwa pathways tatu, pia zimewekwa kwa tracks. Kwa hivyo mtoto ataweza kuelekeza, ajue kwa kila anachotaka kusomea ni combination gani. Kwa hivyo ni mwalimu, mzazi, mtoto, iko kwa portal, lakini kwanza ijazwe kwa template. Kwa template ndio mtoto akiwa, kwa mfano vile nimekwambia leo nimetembea shule kama 2 ama 3 na nimeweza kuwaonyesha hapa umekosea, hapa umekosea kwa template. Tumeingia kwa kompyuta, tumefanya na walimu 2-3 na tukaona ikifanywa vizuri inakubali.
Kwa inaanza kwa template inaingia kwa mashine. Iko kwa machine lakini watoto wanatolewa kwa template waweze kuona. Beautiful. Yes. So, mimi nataka kujua kitu fulani. Mimi nataka kukua wakili. Mimi sasa ni mwanafunzi. Sielewi chochote. Nichagulie. Kwa wakili, jambo la kwanza tunataka tujue ni subject gani ambazo zinaweza kukuelekeza kuwa wakili, na tukasema main subject pale ni history and citizenship. Ingine ya umuhimu sana ni literature in English ama fasihi ya Kiswahili. Kwa hivyo tutaingia kwa pathway inaitwa social sciences. Kwa social sciences tutaingia kwa track inaitwa humanity. Kwa humanity tutaangalia tuweze kuona, na nafikiria Dennis maybe unaweza, sijui kama tunaweza project tuweze kuonyesha wazazi vile iko, lakini tunapofanya vile tumeingia kwa pathway social sciences, track humanities. Tuende kwa subject combination. Tutaangalia ya kwanza iliyo na history, iko na literature na nini ingine. Pale kuna subject ina history, CRE na literature. Pia kuna history, CRE na fasihi ya Kiswahili. Kuna history, geography and literature. Sasa umeona mtoto akona sets za kuchagua, kwa sababu si lazima afanye history and citizenship. Major subject ni literature in English ama fasihi ya Kiswahili. Lakini kulingana na sheria nyingi za Kenya zinaandikwa kwa lugha gani? The main mode of instruction in our schools is English. Kwa hivyo mtoto aliye mzuri kwa Kiingereza nitamuadvise achukue history, CRE, literature in English. Lakini pia fasihi ya Kiswahili itamuelekeza pale. Jambo la pili, anaweza chagua citizenship, geography and literature. Pia kuna citizenship, CRE, Mandarin or Germany. Lakini sasa kufunzwa zile kwa lugha ya Kijerumani, tukiingia kwa shule ni ngapi? Ni chache. Kwa hivyo kama shule ni chache, huyu mtoto anafanya nini? Anajipunguzia chances za kuingia shule ambayo anataka, kwa sababu itakuwa na a lot of competition. Kwa hivyo huyo mtoto na muadvise nini? Ikiwezekana achukue history, CRE, literature, history, geography, literature, history, literature, business. Yale yote yatamuelekeza pale. Tumechagua, hatujamaliza. Tunaenda sehemu ya tunakuchagulia history, tunakuchagulia geography, tunakuchagulia business. Tutauliza mtoto, kati ya hizi subject 3, 4 ama 5 ambazo zinakuelekeza kwa huo uwakili, which are your strongest? Ni gani unafanya vizuri zaidi? Sasa kama mtoto anafanya vizuri zaidi kwa history, kwa CRE, tumchukulie CRE. Kama anafanya vizuri sana kwa geography, tumchukulie geography. Kama ni mzuri sana kwa business, tumchukulie nini? Business. Kwa hivyo ndio njia ya kumwelekeza mtoto. Kwa kuchagua sasa hizi subjects na shule yenye mtoto sasa maybe ataelekea, utachagua ukijua unaelekea shule gani, ama wewe utachagua ungoje uitwe ile shule utaitwa? Hapo ndio nataka sasa tuelekee, kwa sababu kila subject set itakuwa na shule. Kwa hivyo kwa haraka ningependa kuongea kuhusu aina za shule. Aina ni 4, ndio tukuje kwa viwango kabla hatujamaliza. Tuko na aina 4 za shule. Shule zimewekwa kulingana na gender, na nafikiria jana tulisema, tukasema ni boys, girls ama mixed.
tukasema ni accommodation, boarding, day ama hybrid, tukasema STEM ama pathways, na tukasema SNE. Zimewekwa pia katika clusters. Clusters ni kama viwango, ranks. Tuko na za juu zinaitwa C1 ama cluster 1. Alafu tuko na za cluster 2, cluster 3, cluster 4. Mtoto anafaa kuchagua shule 4 kwa kila set, na hafai kurudia. Anafaa kwa subject selection ya kwanza. Tuseme amechagua history na CRE na literature. Akiclick submit, inamletea shule ambazo zinapeana hiyo. Analetewa C1, C2, C3, C4. Kwa hivyo ataanza na C1 achague moja, C2 achague moja, C3 achague moja na C4 moja. Akiclick submit, itamwambia successfully done. Hiyo ina disappear kwanza. Inakuja set ya pili, ambapo pia atachagua cluster 1, cluster 2, cluster 3 na cluster 4. Akisha submit pia inatoka, anakuja seti ya tatu. Challenge ni moja, kuna combinations ambazo zinakosa mashule. Unapata hii haina C3 ama hii haina C4. Tutafanyaje? My advice, mambo ni mawili. Mtoto either abadilishe subject combination ama aweke shule itakayokubali, day school ambayo itakubali. Kwa sababu unapata kuna C4 ambazo hakuna, lakini akijaribu day school, shule ambayo ni day school inakubali. Kwa hivyo hiyo ninaweza muadvise achague hiyo day school ambayo inakubali, ndio aweze kusubmit. Kwa sababu unaona tunaweza kuwa tunakaribia deadline. Kwa hivyo mtoto ni shule 4, C1, C2, C3, C4 kwa kila set. Set ya kwanza, ya pili na ya tatu, na asirudie. Asione nilichagua shule fulani C1 na ninaipenda sana, na kwa sasa ni C1, si hii set ya tatu pia niiweke C1, haitawezekana. Anafaa kuchagua shule 12. Na hizi shule 12, 3 ni boarding schools za county, within the county. Kwa mfano, mtoto anayesomea Meru County atachagua shule 3 za boarding za Meru County. Shule zozote za boarding ambazo ni Meru County. Alafu atachagua shule 6 nje ya Meru County, outside the home county that is. Alafu shule 3 za day school za sub county. Shule 12, lazima zikuwe 12, asirudie moja. Na kuchagua mtoto ataitwa kulingana na performance ama itaenda namna gani? Kwa sababu kwa mtaala wa 844 ulikuwa unaenda kama national school, unaenda na performance yako. So hii unaenda na performance, or what determines hapa? Kila kitu ni performance. Kwa sababu kuna mtoto ambaye, si kila mtoto anachagua shule 12, Yes. lakini ataitwa moja. Mtoto amechagua sets 3 lakini ataitiwa moja. Serikali itaangalia performance ya mtoto. Na by the way, watoto wanafaa kujua kuna performance aina 3. Kuna performance ya kwanza ni formative performance, ambayo ni ile ya kupanda kutoka darasa la 6. Darasa la 6 ile KEPSEA walifanya itatoa 20%. Darasa la 7 na 8 pamoja zitatoa 20%. Kwa hivyo hiyo ni 40%. Hii KJSEA ambayo watoto watafanya itatoa 60%. Kwa hivyo jambo la kwanza ndio afike kwenda C1, wataangalia cut off point zetu ni ngapi. Kwa mfano ni 800, lazima shule fulani ambayo inachukua nafikiria naruhusiwa kutaja national schools. Naweza taja national school. Kwa mfano tuseme ni Mang'u. Mang'u inachukua watoto 1000 na ni lazima ichukue Kenya mzima. Kwa hivyo inakuja Meru sub county, hii ni Central
ni North Imenti inachukua mwanafunzi mmoja. Inachukua gani? Aliyefikisha cut off point. Tukisema wanasema max ni 800. Kama mtoto aliichagua na hajafikisha 800, huyo hatapata hiyo, ataangaliliwa C2. Kama hatapita hiyo C2 cut off point yake, itabidi awekwe C3. Na kama hatapita C3, itabidi C4 itachukua kila mtu. Kwa sababu tulisema ni 100% transition. Kwa hivyo watoto wajue ni jambo moja. CBE is about performance, not talent. Performance kwanza general. Ya pili ni nini hiyo formative vile imekuja. Kwa hivyo jana nilisema mtoto aliye 7 ajue ni candidate wa KJSEA. Atie bidii kwa sababu marks za 7 zitahesabiwa. Wa 8 vile vile na wa 9. Sasa walio grade 9 wanatafuta 60%. Na hii 60% ni ya huo mtihani ambao watafanya pamoja na projects. Kwa sababu kwa art, kwa agriculture, kwa pre-technical studies watafanya both theory na project. Kwa hivyo watie bidii katika kila kitu. Kwa hivyo tunapo wa advice leo kutoka sasa wakichagua wasiende kulala na wasifikiri wako na talent. Wasome. Hiyo ndio itawasaidia. Jambo la pili wataangalia ni subject combination. Kama mtoto amepita na zile subject alichagua hajafanya vizuri, pia atanyimwa nafasi. Kwa hivyo watoto wazingatie. Na la mwisho, watoto wajue junior school, that is grade 9. Subject zote ni compulsory na ni examinable. Zote. Kwa hivyo mtoto asichague tuseme maths na biology na chemistry, azingatie hizo 3 peke yake, asahau na zingine. Wajue kitu cha kwanza ni general performance, total marks ndio itaangaliwa. Ndio sasa tujue tutamweka shule gani. So baada ya kuenda shule selection ndio anazichukua zile sasa amezichukua. Selection of subject will start at grade 10. But in junior school all subjects are examinable and they are equally important. Niwakumbushe tena, every class is a candidate class. As much as grade 9 is important, grade 7 is also very important. Grade 8 is also very important. Kwa hivyo watoto wazingatie pale, na walimu wahimiza watoto na wazazi. Na watoto ambao mnanitazama kutoka sasa, mambo ni mawili: kutia bidii kazini na kufanya kazi kwa bidii. So niko C1, mwingine ako 4. Na sote tunataka kukua madaktari. Level yetu itakuwa kiwango kimoja. Wewe unaonaje? Kuna shule kuna shule kwa form 4 last year ilitoa A 100. Na kuna shule haikutoa hata B. Na mmoja anasomea inayotoa A na mwingine anasomea yenye hata C hakuna. Tuna expect nini kwa huyo ambaye anasomea pale? Tuna expect C, mtindo ni ule ule. Wanao tia bidii wanafanya wanapita. Si kuna shule tunajua mtoto akienda apende asipende lazima afanye bidii. Na kuna shule tunajua mtoto akiwa na bidii namna gani hata afanye nini kule ataanguka. Kwa hivyo hizi clusters zinarankiwa kulingana na performance ya mashule pia. Zile ziko cluster 1 zile ziko juu kufanya zinafuatana hivyo. Kwa sababu unajua sasa tumetoa nationals. Hakuna nationals ama extra county ama county. Lakini ni kama kwa mfano kwa sababu we teach from known to unknown. C1 ni kama zile zilikuwa national. C2 ni kama zile zilikuwa extra county. C3 ni kama county na C4 ni kama sub county. Hivyo ndivyo viwango. Nichague nataka kuwa kwa maybe career fulani. Niende huko mbele nianguke. Mambo yangu yatakuwa namna gani? Mtu anaweza badilisha. Tulisema hakuna kuanguka. Lakini kuna kupata marks kidogo.
na vile utakavyopata marks mingi ndio chances za kuwa yule unataka zitakuwa. Mtoto ambaye ata choose pure science na anataka kuwa daktari, lakini kule mwisho apate D, hata kuwa daktari. Atakuwa nani? Atakuwa mtu alitaka kuwa daktari. So that is the end of that career. Sasa itabidi aingie kwa maybe college, afanye kitu kinalingana na line aliyochukua. Kama tuseme mtu alitaka kuwa engineer na hakufaulu, anaweza ingia TVET afanye mechanic. Kuna mtu alitaka kuwa electrical engineer na hakufaulu, anaweza ingia college afanye electrical technician. Sasa daktari sijui atafanya nini, kwa sababu hakuna college inafunza. hapa kuna shida. Hiyo yake inaishia hapo. Hapa kuna shida. Itabidi maybe aingie mambo ya nutrition ama aingie mambo mengine, lakini kwa sasa nahimiza watoto wafanye bidii. Kwa sasa nahimiza walimu, watoto na wazazi wafanye bidii, ndio mtu aweze kurealize the careers of their dreams. Bottom line ni performance. Yes. We unaona mtoto alitaka kuwa pilot na amefaulu, anaweza pewa kadege aendeshe na ameanguka. Si sasa hiyo yake dream inaisha pale. Yes. So sasa hapa mzazi na mwanafunzi wako na kibarua Na mwalimu. Na mwalimu. Wafanye vile. Kuna baadhi ya wazazi wanaweza force. Unajua hapo kitambo tulikuwa tunaona kuna wanafunzi walikuwa mzazi anamchagulia kosi. Pale mbele unapata mtu anafanya kosi ambayo haitaki, lakini ni kwa sababu ya mzazi. Pengine masuala kama haya yanaweza chukuliwa namna gani? Mwalimu ako na lile jukumu la yeye mwenyewe kwa sababu anajua mtoto ku make decision bila huyo mzazi. Ni kama jiko la mawe tatu. Kila jiwe liko na maana yake na umuhimu wake. Lazima mwalimu aweze kuelewa mtoto nguvu zake ama strength zake ziko wapi. Pengine wazazi sana sana huwa hawaelewi sana, advise mzazi na advise mtoto. Kwa hivyo ningehimiza wote watatu waketi pamoja ndio waweze kuelekeza na kufafanulia watoto na pia wazazi waweze kuelewa. Na ndio ninasema warsha kama hii ama kikao hiki ni cha muhimu sana, na najua Dennis na Edwin tukitoka hapa najua Wameru watakuwa wamesaidika, courtesy of Governor Isaac Mutuma. Sasa kwa sababu ya muda, mimi sina mambo mengi. Nataka uongee sasa wewe kama mzazi, uongee na mwalimu, uongee na mwanafunzi, kwa sababu sasa CBE haina reverse. Your advice. Kwanza nawashukuru walimu kwa kazi nzuri wanayofanya, na ningewahimiza waweze kuelekeza watoto na wajue hawa watoto wako mikononi mwao. Naweza sema kwa Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 5, linasema jengeni nyumba mkaishi ndani yake, pandeni bustani mkale matunda yake. Kwa kila aliye na mamlaka juu ya yule mtoto, anajenga nyumba na ataishi mwenyewe, anapanda na atakula mwenyewe. Nasema atakayepanda pilipili ataikula mwenyewe, atakayepanda miwa atakula mwenyewe, atakayejenga nyumba ya mawe ataishi mwenyewe, na atakayejenga ya karatasi ataishi mwenyewe, na pia yule ambaye hatajenga ataishi nje peke yake. Kwa hivyo kila mtu afanye sehemu yake na ifanye inavyostahili. Mwalimu atekeleze jukumu lake na ajue yule mtoto atachagua kulingana na bidii ya mwalimu. Walimu ambao wanafunza kwa njia inayofaa, walimu ambao wanajitolea, sana sana watoto huegemea kwa subject zao na zitakuwa muhimu sana kwa kuchagua. Naye mzazi ahakikishe ameongoza mtoto na amempea vifaa vinavyostahili. Naye mtoto afanye bidii, kwa sababu bidii yake ndio itamuelekeza.
Na watoto ambao pengine wako na marks kidogo, kupita kwa mtoto aliye na marks 200 ni kufikisha hata 220 230. Mwenye aliye na 700 kupita ni afikishe 701 702 huko juu. Kwa hivyo kila mtu afanye bidii na afanye sehemu yake, kwa sababu kila mtu akifanya inavyostahili sote tutafanikiwa. Asante. Dennis, sign out. Yes, mimi sina mengi, ni kushukuru sana Bwana Mugo kwa kuja kaunti ya Meru na kuweza kujulisha wakazi wa kaunti masuala yote kuhusiana na CBE, na pia kushukuru sana gavana wa kaunti ya Meru kwa hii fursa. Thank you so much to my colleague too kwa hiki kikao, na mimi nasema kwamba kitu kimebaki ni wewe mzazi, mwanafunzi na pia mwalimu uweze kufuatilia haya masuala yote, tuweze kukuza masomo katika kaunti na katika nchi nzima ya Kenya. Shukrani. Asante sana. Pia Yes. niwaambie kama nilivyosema, niko na vitabu. Kuna kitabu cha practicals ambacho kinaweza ongoza watoto vizuri sana kwa practicals za science na pre-technical studies. Na pia kwa niaba ya walimu wote wa Meru, napenda kushukuru Kepsha Leadership under Mr. Kirago, pia nao wamechangia na wamehimiza. Labda naweza peana kwa wale ambao wangependa kuuliza swali ama kuelekezwa, naweza wapea namba zangu. Ni 0720 279 500. Narudia 0720 279 500. Na washukuru nyote. Boa sana mutegeri wa Weru TV na zubuko watanite na batu tukubodwari kiukari ikaroke mwanya ikaroke kuritana Kenya barani mwarimu muritwa na kinya mutiari mantuigi mutaratara yo CBE na kuma kiri mutaalamu kurike kubwa okinya mwisho ara wethero kiwakiri pathwiro taritem na karigero kwenda yukethira maybe yuhe muthia yuwa kiroto kiaku na ngoka urenjire ngiro kethira kibanga kwa aciari aritoa na kinyarimu bwina kibarawa kiutira na ba kiri mutaratara yu ne bakwithira bakibanga boboya kenda batike kuthira bakithukia uturo bo kiri kaunti ya Meru. Asante sana no tubo kubanga ni mutaratara yu ya rungurwa gavana Mutuma Ntwethinge na kuona Meru na Kenya barabo ndeba utona ne bakwithira bakiritanwa kenda aciari na ritobethira bakimenya mantu ya igi mutaratara yu mweru UCB mwankaru renge tuketha tukiwatendera aita na mbere kurumbira mibango engi ya Weru TV bitawa mutambia.